Wapo watu wanaishi maisha ya kawaida, lakini ndani yao wamebeba hadithi zisizo za kawaida, hadithi za maumivu, matumaini na mwishowe mwangaza. Karibu kwenye simulizi yetu ya leo, Sanduku la Siri. Katika kijiji kidogo kilichozungukwa na milima ya kijani kibichi na misitu yenye sauti ya ndege wa porini, aliishi kijana mmoja aitwaye Amani. Amani alikuwa yatima, na tangu akiwa na umri mdogo alilelewa na bibi yake, mwanamke mzee mwenye busara na hekima za miaka mingi. Bibi yake Amani alipenda kusema, maisha ni safari ndefu, lakini si kila giza linaashiria mwisho. Siku moja, bibi alipokuwa kitandani akiwa katika hali ya kukata roho, alimuita Amani karibu. Mikononi mwake alikuwa ameshikilia sanduku dogo la mbao lililochakaa lakini lenye uzito wa siri kubwa. Kwa sauti dhaifu, bibi akasema, Amani mwanangu, sanduku hili ni lako, lakini usilifungue hadi pale ambapo moyo wako utakapokuwa umejaa giza kabisa. Tafadhali naomba uniahidi. Amani akaahidi, ingawa kuelewa maana kamili ya maneno yale. Miaka ikapita, maisha hayakuwa rahisi. Marafiki wa karibu walimsaliti. Alipopata kazi mjini hakuheshimiwa kabisa. Mapenzi aliyoyategemea yakageuka kuwa chanzo cha maumivu. Pole pole Amani akaanza kupoteza tumaini. Akawa kivuli cha yule kijana mwenye matumaini aliyowahi kuwa. Usiku mmoja mvua kubwa ilinyesha. Akiwa amekaa peke yake kwenye chumba chake kidogo cha kupangisha, macho akiwa mekundu kwa machozi, alikumbuka kuhusu lile sanduku. Akalichukua, akalikumbatia kwa muda, kisha taratibu akaanza kulifungua. Ndani kulikuwa tupu. Hakukuwa na chochote. Hakuna barua, hakuna pesa, hakuna hazina. Lilikuwa sanduku tupu. Kwa hasira na uchungu, Amani akalitupa sakafuni, akajilaza chini, akilia kwa nguvu na kwa uchungu. Lakini wakati macho yake yakiwa bado yanavuja machozi, akaona kitu kikianza kujitokeza ndani ya kifuniko cha sanduku. Maandishi ya ajabu, kana kwamba yaliandikwa kwa mwanga. Maandishi hayo yakasomeka, giza ulilolihisi alikutoka kwa ulimwengu, lilikuwa ndani yako. Ukilitambua, unaweza kulishinda. Kwa mara ya kwanza, Amani akasikia kimya ndani ya moyo wake. Alielewa sanduku alikuhifadhi vitu vya thamani, bali lilimsubiri afike mwisho wake ili atambue nafasi ya kuanza upya. Mara nyingi tunafikiri kuwa majibu ya matatizo yetu yanatoka nje, kwa watu, kwa pesa au kwa vitu. Lakini ukweli ni kwamba nguvu ya kushinda huzuni na maumivu iko ndani yetu wenyewe. Tunapokubali ukweli huo, tunaanza kupona na kuishi upya.